Kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha watu waheshimiane, waheshimu walio hai, waheshimu waliokufa. Kila mtu amuheshimu aliye hai na hata aliyekufa. Ndio pale Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati Ikrima ibn Abi Jahl aliposilimu aliwaambia sahaba zake, yaatikum Ikrimatu musliman muhajira fala tasubbu abahu fa inna sabba almaiti yudhi alhayya. La ilaha illa Allah. Atawajilieni nyinyi Ikrima bin Abi Jahali ambaye huyu ni mtoto wa Abi Jahali. Abi Jahali alikuwa adui mkubwa sana wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume asema atawajilieni hali ya kuwa ni Muislamu, hali ya kuwa ni mwenye kuhama. Msimtukane baba yake, maana msimtaje vibaya baba yake, kwani hakika kumtukana aliyekufa kuna muudhi aliye hai. Kwa hiyo huyu Ikrima ni Muislamu, mkimtukana baba yake mtamuudhi. Angalia hapo namna ambavyo sahaba wamekatazwa wasimtukane kafiri aliyekufa, wasimtukane adui wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasimtukane mtu ambaye alikusanya kikosi kile cha Yaumu Badri, kile ilikuwa kirudi kisende vitani baada ya kuwa msafara wao walikuwa wakienda kutetea umekushapita, wakataka kurudi. Lakini Abi Jahl asema haiwezekani, lazima sisi twende mpaka Badri pale, tukale nyama, tukanywe pombe, watu wote wajue kwamba sisi ni kina nani. Mtu huyo akauliwa kwenye vita vile, lakini adui huyu Mtume asema asitukanwe. Kwa nini asitukanwe? Kwa sababu kumtukana aliyekufa kuna muudhi aliye hai. Sikwambii Muislamu kumtukana. Sunna ya Mtume ni kuacha kumtukana kafiri aliyekufa kwa sababu ya Muislamu aliye hai. Je, Muislamu aliyekufa kumtukana ni jambo kubwa zaidi Wewe unamtukana, unamsema vibaya Muislamu, tena ambaye amefanya mambo mengi mazuri katika ulimwengu wetu huu, halafu umtukane. Unajua kabisa kuna watu Waislamu wataudhika. Yule alikuwa ni Ikrima mmoja, lakini kuna mamilioni ya Waislamu wataudhika kwa sababu ya kumtukana mtu huyo. Kwa hiyo utakuwa uko mbali na sunna. Lakini pia vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichoamrisha au alama ya waumini aliyoitaja ni kwanza kuwaombea Mungu waliokwisha kufa, lakini pia kutotaka kuwa na mfundo na waliokwisha kufa na walio hai. Mwenyezi Mungu asema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wale waliokuja baada ya sahaba muhajirin na ansari wanasema Bwana wetu tusamehe sisi. Yani hiyo ni alama ya sisi Waislamu wa leo, kuanzia tabiina au tabi'i tabiina mpaka kiyama. Alama ya waumini ni kusema maneno haya, rabbana ighfir lana, Bwana wetu tusamehe, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu ambao wametutangulia pamoja na imani, wala taj'al fi qulubina, na usijalie katika nyoyo zetu, ghillan lil ladhina amanu, mfundo kwa wale ambao wameamini. Maana tusiwe na chuki na waumini, lakini waumini hao hawakutajwa kwamba ni walio hai wala waliokufa, sio? Ina maana ni wote waumini, walio hai na waliokufa, tusiwe na chuki nao. Ndio ile udhkuru mahasina mautakum. Pale tunaambiwa tukumbuke na tutaje mazuri ya maiti wetu, yalokufa wetu, lakini si kutaja tu, kukumbuka pia tukumbuke hayo. Ile hata kama una mfundo naye, kumbuka yale mazuri yake aliyoyafanya, mfundo ule uondoke. Inakuwaje sasa wewe kazi yako ni kutaja mabaya ya watu waliokufa mpaka walio hai? Mpaka mabwana wakubwa pia wewe unawatukana ambao wala hawakujui. Wewe Muislamu gani? Laisa almu'min
bita'ani wala la'ani wala badhiyin wala sayyi'il khuluq. Muumini si anayetia ila watu mno, ambaye kazi yake ni kutia watu ila. Ta'ani itakuwa ni faali ya nisba hii. Hakuwa muumini ni yule mwenye kazi ya kutia watu ila, wala la'ani wala mwenye kazi ya kulaani watu, wala badhiyin wala mwenye maneno machafu, wala sayyi'il khuluq wala mwenye tabia mbaya. Sasa wewe kazi yako kutia watu ila, dini gani hiyo? Hakuna dini ya kutia na ila jamani, hakuna sunna ya kutia na ila, bali kibaya zaidi huququl walidaini. Huququl walidaini, hili ni kosa kubwa sana. Si kwamba wazazi wawili unawaudhi wakiwa hai tu, hata wakiwa wamekufa pia. Kama ambavyo wewe huwezi kumfuata baba yako kumwambia baba, bwana wewe umekosea bwana wewe, tena hata kama kamwacha mama yako, hilo ndio jambo litakalokuwa limekuuma sana, na sitakuwa mtetea mmoja katika wazazi wawili. Sasa kwenda kumwambia baba, bwana umekosea kumwacha mama wewe, au hata kama hajamwacha wamegombana, tuambia baba, bwana wewe ndio mwenye makosa, ugombana na mama. Hapo wewe utakuwa ni aku na utakuwa huna akili, si ndio? Sikwambii ukimkosoa akiwa ameshakufa tayari uko kaburini, badala ya kutaja mazuri yake wataja mabaya. Kwa hiyo utakuwa ni mtu mmoja wa ajabu kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, vijana wenzangu, tabia nzuri ndio kila kitu. Tujijengeni katika tabia nzuri, na tabia nzuri iko katika moyo. Tabia nzuri mbaya zote ziko moyoni. Matendo na maneno ni madhahari ya tabia nzuri na mbaya. Moyo ni kama chombo, yani ni kitu ambacho kiko ndani ya chombo, chombo ambacho ni huo mwili wako. Chombo ukikitia shubiri, shubiri ile ikaingia maji, itarishai uchungu. Gunia likiwa na sukari likaingia maji, itarishai tabu. Ni hivyo hivyo likiwa na chumvi. Kwa hiyo sasa tutengenezeni nyoyo zetu, tutengeneze nyoyo kwamba kwanza kabisa tuwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hicho ndio kitu cha kwanza. Pili, tusipende ukubwa. Hii yote watu kutukanana, kwa mtu amtukana mpaka babake, ni kupenda ukubwa na shukrani. Kwamba wewe onekane ndio babu kubwa. Ukipenda kuonekana babu kubwa utasema yasiyofaa kusemwa. Sio kila maneno yasemwa, hata kama ni kweli, sio kila ukweli wasemwa. Ndio maana watu wakakatazwa kutukanana, sababu ukimtukana mtu, hata kama si lazima umesema uongo eti, hata kama umesema ukweli, madamu ulilolisema halifai kusemwa, umetukana. Kwa Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuwe ni wenye kutengeneza nyoyo zetu ziwe kwa lillahi Ta'ala katika mambo yetu tufanyayo. Nyoyo zetu zimuelekee Mwenyezi Mungu peke yake. Nyoyo zetu zipende tawadhi kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusipende kujikweza kweza. Nyoyo zetu zipende khumul maana yake kujificha, tusipende umaarufu. Maana kupenda umaarufu ndio maafa ya kwanza makubwa leo hii, na hasa haya mavyombo wanaotuchukua haya ndio hatari zaidi. Amekuja kutumaliza haya. Maana kila mtu atakaonekana huko YouTube aonekane kanya na kitu kipi ambacho watu wakisikiliza watakuwa kitawavuta. Sasa katika hayo usimtukane Shemziwanda. Tusiatake haya jamani. Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuwe katika anosikia maneno, kutenda anatakiwa kutendwa na kuacha anatakiwa kuachwa. Alkamalu lillah wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.